Kwa hiyo tumeambiwa viambishi ma, me hivi ndivyo hutumika kukataa jambo. Kwa jambo lolote kama mtu alifanyi, tunatumia hii kumkatazia, na mimi sifanyi natumia me kukataza. Formula yake inakuwaje? Ndio tunataka tuambiwe. Sasa formula ya hii nayo huwekwa mbele ya kitenzi vile vile. Mwanzoni tulisema ukipata kitenzi mbele yake unaunga kiambishi cha wakati wa mazoea ili kuonyesha hilo jambo wewe ufanyaje. Sasa hivi hiki hakitokuwepo. Mbele ya kitenzi utaweka kiambishi cha kukataa kati ya ma au me kutokana na mfananisho wa vokali ili ionyeshe hilo jambo sasa wewe hufanyaje. Hii ara sinatuelezaga unafanyaje mazoea yako. Sasa hii ma me ukishaweka tunaelewa kwa wewe ufanyaje. Kwa lazima tuelewe. Sasa hii hubadilika kutokana na nafsi. Yaani nafsi ndio hii ma me hubadilika. Yaani nafsi ndio inaweza ikafanya ma itumike au me kutokana na nafsi ambayo unataka kuitumia, sawa, na vile viambishi vyake. Sasa leo tutaenda kujifunza mabadiliko kuanzia nafsi ya kwanza kabisa, yaani nafsi ya kwanza ben, sawa, yanaendaje. Nafsi ya kwanza ben ni mimi. Kituruki tulishasema ben tunaashiriwa mimi. Sasa kama utakuwa unatumia kiambishi cha nafsi ya kwanza ben, tumeelewana vizuri, hii hubadilika, sawa Kwa mfano tulisema mwanzoni, ukitaka kusema mimi huandika, yani mimi huandika, kitenzi yazmak. Yazmak si ndio kuandika? Yazmak kitenzi ni kuandika, sawa Tukasema utachukua mzizi wa kitenzi ambao ni yaz, sawa kutokana na mfananisho wa vocal, sawa utaandika hapa ar, utaongeza katika vile viambishi il, ar na itakuwa yazar. Sasa yazar ni mtu wa tatu, huwa anaandika, huandikana. Sasa nataka niseme mimi ndio huwa naandika, kwa maana yake nitarudi hapa mbele ku plus kiambishi cha nafsi vile in maana yake nitaweka kwa itakuwa yazari, maana yake mimi huandikaga. Sasa hivi nataka nikatae, mimi huwa siandiki. Kwa hiyo tumeona hapa kitenzi chetu tulichopewa yazma ni kuandika, tamam sawa tunataka tuangalie katika mifumo ya ukataaji kuwa mimi siandikaji, yani kuandika hiyo sio kawaida yangu. Maana hapa yazali tumetumia hapa kuhusu genish. Hapa tumetumia genish zamani kwa maana ya genish kipindi cha mazoea, kwa hicho kitu mtu huwa anakifanyaga, sawa Sasa tunataka tukikatae, yani kuwa hicho kitu mimi sawa sikifanyagi, sio mtu wa mazoea kufanya hicho kitu. Kwa hiyo nasema hicho kitu usifanyagi. Sasa nafsi ya kwanza tumekwambia viambishi vyake ben, mimi hutumia mas au mez viambishi kwa nafsi ya kwanza, sawa Nafsi ya kwanza tunaongelea ben na nani na busy, yani sisi, ben mimi, alafu tutaongelea na sisi, sawa Sasa viambishi vinakujaje hivi? Nimesema formula ni ile ile ya zarin, huwa naandika. Sasa huwa siandiki, yani siandikaji, mimi sio kawaida yangu. Kwa hiyo tutachukua yaz kama kawaida, lakini kinachofuata hapa ni kiambishi cha kukataa. Kiambishi cha kukataa ni ma, me. Hivyo ndio viambishi vya kukataa, sawa Ma, me ndio tumesema, na ma hutumika kama herufi itakuwa imeishia na irabu nzito karin, unlu, sawa Kwa a, o na u. Kama herufi zako katika hili neno limeishia na herufi mojawapo ambazo zinapatikana hapa, maana yake utatumia ma. Na kama zitakuwa herufi zako zinapatikana katika irabu ambazo zimeishia na hizi, maana yake utatumia me. Tumeelewana Kwa hiyo hapa kitu ambacho tunaenda kukiangalia kuwa we have to shift ma au me ili tukatae kuwa mimi huwa siandiki. Kwa hiyo a tunaona iko kwenye kundi la kwanza, kwa tutatumia ma. Kwa hapa itakuja kukaa ma kwanza. Kwa hiyo kama nakataa viambishi vyangu ndio hivi ma, me, na nimeambiwa inabidi iwe hivi, kwa hiyo nishasema yazma usiandike yenyewe, ikibaki hivi yazma usiandike inakuwa ni katazo, sawa Kwa amri, kwa nafsi ya amri. Hiyo tutasoma baadaye, hivyo vitu vingine utavielewa tunapobadilika tu kidogo. Kwa hiyo yazma. Sasa nani, kama tulivyoweka hapa kutambulisha kwa hili tukio anafanya nani, leo tunazungumzia nafsi ya kwanza ben, mimi, sawa Kama ni mimi, viambishi vya mimi vinajulikana kabisa.
viambishi vya mimi vinajulikana. Kwa hiyo napo utabidi ufuate huu mfumo kama kawaida wa kuja kuoanisha irabu. Kwa a ndio ya mwisho. Kwa tukija huku tukasemaga kwa sababu vokali ishakaa pale, ukikuta kitenzi cha namna hii katika im, na maana yake mbele yake huwa tunatumiaga me peke yake na ye. Tulishasemaga hizi zinasimama kama buffering huwa. Sasa kwa sababu tayari tunayo na kwa mfananisho wa irabu ilibidi tutumie lakini tutatumia m peke yake, kwa hiyo itakuwa yasimama. Kwa hiyo yasimama ni umekataa mimi huwa siandiki.